Karibu katika shoka la KTN. Hebu nianze kwa ujumbe mmoja alioandikiwa rais mtandaoni na kijana kwa jina It's Kaitha Chief. Siku moja tu kabla ya maandamano ya makumbusho ya jana, kijana huyo aliandika na namnukuu hapa: swali ni moja, vile tulielewana umefanya, na vile unafanya, je, tulielewana? Hili ndilo swali kuu ambalo Rais William Samoei Ruto anafaa kujibu kabla ya kuwakemea vijana hawa na pengine wale wote wanaouliza maswali kuhusiana na uongozi wake. Tulivyoelewana, Rais, ndio umefanya kweli? Na vile unavyofanya, je, tulielewana? Rais William Ruto, vijana waliojihami na bendera, maji na simu mkononi, siku hiyo walitaka serikali ishughulikie masuala kadhaa. Kwanza kabisa, rais walikasirishwa na jinsi wabunge walivyokuwa wamepuuza na kuamua kutumikia serikali badala ya kuwatumikia wananchi waliowachagua wao wabunge. Wakati huo, rais, wabunge walikuwa wakitumia semi kama tumeamua itapita na mpende msipende itapita. Hata hivyo, mswada wa fedha ukapitishwa, na wakati huu rais, vijana wanauliza kuwa walielewana na wabunge wasikilize na wasikusikilize wewe. Swali ni je, vile mlielewana umefanya? Na vile unafanya, je, mmeelewana? Rais, vijana walisema kuwa upunguze matumizi za pesa za umma kiholela. Vijana walilalamika kuhusiana na safari zako za kila saa ugaibuni kwa kutumia ndege ambazo zinawafyonza walipa kodi. Wakasema safari za nje zipunguzwe ili kukimu mahitaji ya taifa la Kenya na kuepuka kutumia pesa nyingi kwa safari. Rais, hivi majuzi tumekuona ukipaa ndege kila kuchao hadi wakakuita tena flying president. Hata wewe kwa kinywa chako wewe mwenyewe ulisema kwamba utapunguza matumizi ya pesa za umma kwa safari za nje na zisizo za maana. Operational expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel. Rais, unakumbuka vijana wakisema wamechoka na wanasiasa wanaobeba pesa mikononi na kuzipeleka katika michango. Wakasema michango ya mamilioni makanisani kutoka kwa wanasiasa inakera, ile ambayo inafahamika kama harambee. Kama ilivyo, Rais, umeona yale ambayo yanatendeka, ukawadanganya tena kwa pole pole. Ukaja kwa vyombo vya habari na kusema kwamba hilo litakoma. Hata ukawaambia wanasiasa wasionekane katika michango na hela mikononi. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. Rais, hata kabla ya kuku kumeza punje la hindi, ulikuwa tayari umeanza kuhudhuria harambee za makanisa na nyingine, huku mwenzako Faruk Kibet na Oscar Sudi na pia na Kipchumba Murkomen wakiongoza kwa kutoa mamilioni ambayo hatuelezwi yanatoka wapi. Kipchumba Murkomen. Milioni moja. Rais, je, unafanya jinsi mlivyoelewana au niulize hivi, kile unachofanya, je, mlielewana? Vijana waliingia mitaani wakitaka kukomeshwa kwa utekaji nyara, huku Wakenya watekwa nyara na polisi na kupotezwa kwa vijana kiholela holela, pamoja na kukomeshwa kwa mauaji ya kiholela holela. Cha ajabu, Rais, hata jana tu katika kumbukumbu za Gen Z kuna wale waliotekwa nyara na polisi. Zaidi ya watu 355 walikamatwa, akiwemo Bob Njagi na wengine. Yaani polisi wako hawasikii, au tuseme bado wanakudanganya kwamba wanasikia. Sasa sijui kati yako na polisi nani anamdanganya mwenzake. Vijana bado wanauawa, wamekamatwa. Hebu sikiza mama huyu. Ukiwa mtoto mtu ambaye ako na 12 years, unafikiriaje kama mzazi? Unafikiriaje? Ana simu, ana hata kitu kwa mkono. Wanaogopa kuishi katika nchi yao wakihofia usalama wao. Rais, inaonekana kuta za polisi bado zinagongeshwa vichwa na wafungwa kama Albert Ojwang. Rais,
bado mili inaendelea kupatikana imezikwa, mili ambayo hatujui imetoka wapi inaenda wapi. Je, vile mlielewana kuhusiana na kutokamatwa na mili kupatikana unafanya hivyo? Au tuseme vile unavyofanya, je, mlielewana? Vijana pia wakasema kwamba hawataki matumizi mabaya ya fedha kwa idara ambazo si muhimu. Rais, bajeti ya Ikulu si ni wewe umeongeza na hao wabunge ambao wameamua kusikiliza wewe na sio wananchi. Wakasema hawataki kuongezewa ushuru kwa mafuta na vitu ambavyo ni muhimu. Rais, ukawaita wana matatu siku moja kule Mombasa, kisha kesho yake mafuta bado yanauzwa kwa bei ya juu hapa Kenya kuliko Uganda. Na sisi tumeamua kusonga mbele. Ama huyo sio wewe rais? We have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. Niseme sana rais, na hata sisi tulitaka uendeleze usemi wako wa kusema kwamba lazima vyombo vya habari viheshimiwe. Ama huyu sio wewe rais? Sasa rais, si ni wewe unaanza kuvamia vyombo vya habari kupitia mitandao ya kijamii hadi unatudanganya kwamba siku za wiki ni 8 wala si 7 kama tunavyojua. Sasa sisi na wewe, propaganda anaeneza propaganda ni nani? We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. Sasa vijana walitaka uhuru wa kuongea na kusema sawia na vyombo vya habari. Lakini rais, wewe serikali hii ni kama imekuwa mbumbumbu au mmeziba masikio. Yani hamsikii la muadhini wala la mtekamaji msikitini. Hebu niachie hapo, usije ukanitumia kombora lingine kule mtandaoni. Mimi ni msemaji tu, na kweli ndio rafiki wa Mungu. Hilo ndilo shoka la KTN. Salamu ziwafikie wakazi wa kijiji cha Goria, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Jina langu ni Haman Kamariki.